ni heshima ya Mungu chungu. Andika heshima ya Mungu chungu. Au somo kutoka kwa Mungu chungu. Heshima ya Mungu chungu au somo kutoka kwa Mungu chungu. Kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 6 na hadi mstari wa 8. Tutafundisha taratibu, baadaye nitakomea, alafu nitaweka praise and worship team, tutamsifu Mungu, alafu tutamaliza ibada yetu. Sio kuabudu bila kusifu, tutasifu mbele za Mungu kama Daudi alivyosema, na alicheza mbele za Bwana. Haleluya. Ndio. Mithali 6 mstari wa 6 hadi mstari wa 7. Ewe mvivu, mwendee chungu, usitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akiba, wala msimamizi, wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Tena Mithali 30 mstari wa 24 na 25. Kuna viumbe duniani vilivyo vidogo, lakini vina akili nyingi. Neno akili pale ni hekima, lakini vina akili nyingi sana. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa hari. Wakati wa hari ni wakati wa jua au wakati wa joto hivi. Haleluya. Kwenye lugha yetu ya Kiswahili, wataalamu wanasema Kiswahili hakina maneno mengi sana. Hakuna maneno mengi, nasema na maskini wa maneno au lugha. Kwa hiyo chungu katika Biblia inapotajwa chungu, huwa mara ya kwanza inamaanisha chungu kama chombo. Malawi, utasoma Malawi 2 mstari wa 7. Chungu kwa maana chombo. Lakini pia chungu pia ni sifa au ladha. Ladha ya utamu, kuna ladha ya uchungu. Unaweza kusoma Kutoka 15 mstari wa 23. Lakini kuna chungu kwa maana ya rumbo au fungu. Chungu la vitu, chungu la mawe, maana ni rundo au fungu. Mwanzo 31 mstari wa 46. Na mwisho kuna chungu kwa maana ya mgudo. Ndugu aitwaye chungu. Na huu chungu kwa lugha nyingine ya kawaida, ambayo ni lugha rahisi kuelewa, chungu ni mchwa. Chungu ni mchwa. Haleluya. Sasa Biblia inasema na mtu au na watu wavivu
kuzungumza na watu wavivu, na haya ni maneno ya Mfalme Suleiman, ambaye wakati wa utu uzima wake aliweza kuandika kitabu cha Mithali. Wataalamu wanasema akiwa kijana aliandika kitabu cha wimbo ulio bora, akiwa mtu mzima aliandika kitabu cha Mithali, na akiwa mkongwe mzee aliandika kitabu cha Mithali. Moja kati ya mithali alizoziandika ama alizozisema Suleiman alisema mithali zipatazo 3,000. Moja ya mithali alizozisema Suleiman ni hii, anawaambia wavivu. Haleluya, haleluya. Anawaambia wavivu, kama mvivu baba, ujumbe unakuhusu sana. Mshike mkono jirani yako na mwambie, kama wewe ni mvivu, ujumbe usikilize sana sana. Kwa watu wengine wakisikia vivu wanaanza kukuazika mapema. Tena sasa wewe ujumbe unaona basi anaamua sasa anazungumzia nini au ama nini. Haleluya, haleluya. Ujumbe unaweza kama kuzungumzia hata nini. Mimi naweza kuwa ni mvivu, ujumbe unanihusu sana. Haleluya, haleluya. Watu wengi tumezoea mtu akiwa maskini ndio tunamwita mvivu. Ni kweli maskini ni zao la uvivu, lakini mtu anaweza kuwa ni tajiri lakini akawa ni mvivu. Bwana asifiwe. Enyi wavivu, enyi wavivu, nendeni chini, nendeni mche, zitafakarini njia zake mpate hekima. Haleluya. Najiuliza Suleiman mpaka nazungumza hivi, anaamua kuzungumza na wavivu, analinganisha hekima ama akili ya mtu, na kama hekima yake ni ndogo, maana anazidia hekima na mdudu, anaitwa tu. Haleluya, haleluya. Tafsiri moja ya NLT, New Translation, New Living Translation, nasema enyi wavivu, nendeni chini
Haleluya. 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 Mzizi na mzizi ana tabia gani? Hapa ndipo tunaweza kujua sasa ya kwamba mimi naweza kukaa mzizi na sema hili linanihusu ama mimi sio mzizi. Tabia ya kwanza ya mzizi. Tabia ya kwanza, sema kwanza. Tabia ya kwanza ya mvivu, hachukui hatua ya kuanza kufanya anachotakiwa kufanya. Hiyo ndiyo tabia ya kwanza ya mtu mvivu. Hachukui hatua ya kuanza kufanya alichotakiwa kufanya. Kina faida, kina tija, lakini hachukua hatua ya kuanza kufanya anachopaswa kufanya. Hiyo tabia ya kwanza. Kwa hiyo ukajiuliza, ukajitambua, linapokuja kwangu mimi jambo la muhimu lenye faida, wewe ninachukua hatua ya kufanya? Ukiwa unashindwa kuchukua hatua ya kufanya kile unachopaswa kufanya, hiyo ni tabia mojawapo ya mtu mvivu. Haleluya. Haleluya. Unapaswa kujifunza kwa nani? Kwa mchwa. Tabia ya pili ya mvivu ni mtu ambaye huwa ana kawaida ya kuanzisha jambo au kuanzisha kazi lakini hamalizii. Je, unapoanzisha kazi yoyote, unapoanzisha jambo lolote, huwa unafika mwisho? Mvivu, tabia ya pili, ana tabia ya kulianzisha jambo, lakini anapolianzisha huwa hafiki mwisho, analiacha. Mtu wa namna hiyo ndiye anaambiwa amwendee juu, amwendee mchwa, ajifunze kutoka kwake, kwa kuwa mchwa hana tabia aliyokuwa. Haleluya. Kila mmoja anapaswa kujitathmini yeye mwenyewe badala ya kumtathmini mtu mwingine. Jitathmini wewe mwenyewe. Unapoanzisha jambo, unalimaliza? Au unapopanga kufanya jambo, huwa unalifanya au unaahirisha? Mambo chungu, ujifunze upate majibu salama. Salama. Tabia ya tatu ya mvivu. Tabia ya tatu ya mvivu. Hapa hizi tabia zinakuhusu wewe, zikawa ni wewe au mimi hapa. Kwa hiyo tafadhali achana na mimi. Kwani kanitengenezea somo. Tabia ya tatu ya mvivu, hupenda kufanya mambo marahisi. Mambo mepesi. Kazi nyepesi. Jambo jepesi. Kwa nini?
Bwana asifiwe. Ndio nasema mvivu sio maskini tu. Mvivu anaweza kuwa ni tajiri lakini mvivu. Lakini kwa kweli mvivu huwa tajiri, alicho nacho anaweza kukipoteza kwa sababu tabia ya mvivu huwa haitengenezi faida, inashusha faida. Haleluya. Haleluya. Tabia yangu ni lazima tuuzi nini na wala si kupata nafasi ya kufundisha. Wote ongeza zingine sana. Tabia yangu hupenda kupumzika zaidi kuliko kufanya kazi. Ukimwambia kupumzika na kulala, kupumzika na kufanya kazi, unachagua kipi? Watachagua kupumzika. Akifanya kazi kidogo, anatafuta mahali pa kupumzika, apate kupumzika. Bwana tusikie sana. Haleluya. Haleluya. Akifanya kazi kidogo, anatafuta simu iko wapi, aanze kuchezea simu, aanze kuchati, huku kazi anayotakiwa kuifanya hajaimaliza. Huyo ni mvivu. Bwana tusaidie. Haleluya. Haleluya. Anathamini kulala, anathamini kupumzika kuliko kufanya kazi. Ukiona anafanya kazi mvivu, ujue hana chakula nyumbani. Akipata hela ya chakula, anarudi nyumbani kulala, hela ya kula. Uchewahi kuamka. Kwa nini? Anapenda kupumzika. Mvivu. Kwa hiyo sisemi mtu, mimi nasema tabia ya mtu gani? Tabia ya mvivu. Kwa sababu hapa baada kunipiga naye. Zitafakarini njia zake, mtajifunza mpate hekima. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana? Mambo mawili ya kujifunza kutoka kwa Mungu chungu. Jambo la kwanza ni hekima ya chungu. Ni ndugu ila ana hekima
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ana tabia ya kuona mbali. Ndio anasema yeye hana akida, lakini hujikusanyia chakula wakati wa jua, wakati wa kiangazi, wakati wa mavuno. Anajua kuna wakati sasa hivi ni wakati wa mavuno, wakati utakaokuja unakuja wakati wa njaa. Kwa chungu anaweka akiba mapema kabla wakati ule mwanana mbele baada ya kufikia. Hekima ya chungu ni kuweka akiba kwa ajili ya baadaye. Haleluya. 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 Hekima ya mwili chungu ni uwezo wake wa kuweka akiba kwa ajili ya maisha yake ya baadaye na kwa ajili ya watoto wake na kizazi chake hapo baadaye. Inawezekana hekima kama hii ukawa hauna. Jifunze kwa mwili chungu upate hekima. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu, nyakati na majira vinatofautiana. Wakati na majira vinatofautiana. Kuna wakati bora, lakini kuna wakati ambao si bora, ambao uko bora sasa. Wakati bora wa sasa ulio nao, lazima ujifunze kwa mwili chungu ya kwamba wakati ulio nao sasa ambao naona ni bora, huo wakati, kuna wakati utafika, huo wakati bora ulio nao wewe hautakuwa. Ulicho nacho sasa, kuna wakati hautakuwa nacho. Kazi ulionayo sasa, kuna wakati hiyo kazi hautakuwa nayo. Nguvu ulizonazo sasa, kuna wakati hizo nguvu hautakuwa nazo. Ulizo nao baadaye hautakuwa hivyo. Mambo yanabadilika. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hii fursa ambayo leo nayo, unasema nina fursa, nina kazi ambayo nafanya, nina uwezo ninao, nina biashara nzuri, nina ujuzi huu. Kuna wakati wa ujuzi hautakuwa nao. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ile hekima ya chungu, ile hekima ya Mungu. Mungu anamtokea Farao katika ndoto. Kusoma Mwanzo sura ya 41
Na ndoto hizo ni kama zinafanana, zilikuwa na somo moja. Ndoto ya kwanza, Farao anaota anaona ng'ombe wanene wamekuwa wameshiba. Lakini katika ndoto hiyo anaona na ng'ombe wengine wamekuwa wamekonda sana. Alafu ng'ombe wamekuwa wamekonda wakaendea ng'ombe wanene wakaenda wakawala wote. Farao ile ndoto ikapita. Usiku mmoja. Kwa hiyo usiku ule Farao anaota tena anaona masuke ya ndani. Anaona masuke ya mstari. Yamebeba neno, lakini akaona na masuke mengine ambayo yalikuwa hayana ngano ya mstari. Yale masuke ambayo yalikuwa hayana mstari yakaenda yakayameza masuke yaliokuwa ya mstari. Farao akatoka kwenye ndoto. Amen. Alipotoka kwenye ndoto Farao, ile ndoto ikamfananisha sana. Anataka kujua tafsiri ya ndoto. Ndoto hii maana yake nini? Farao akawaita wenye hekima, akawaita waganga, akawaita wachawi wamtafsirie ile ndoto, lakini hakuweza. Akaja Yusufu akamwambia, ndoto hii uliyoileta maana yake ni hii. Mungu amekupa taarifa ya nyakati zinazokuja, kwamba kuna miaka 7 ya shibe inakuja, lakini baada ya miaka 7 ya shibe itakayokuja itaisha. Baadaye kuna miaka 7 mingine ya njaa inakuja. Haleluya. 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 Sasa nasema Mungu anakuonyesha mapema ili uchukue tahadhari ya kwamba wakati wa miaka 7 ya shida itakapokuja, itakapoanza, anza kutunza. Jenga magari uyatunze kwa ajili ya miaka mingine ya njaa inakuja. Bwana msaidie. Haleluya. Ili ni hekima ya Mungu. Mungu anatutaka tusiangalie tu wakati tulionao sasa, anataka tuangalie na wakati unaokuja. Ikiwa nimefanikiwa sasa, lazima nijue kuna wakati wa kutokufanikiwa unakuja. Tufanyeje? Mungu anataka tujue, tuwe na tabia kama ya chuo ya kuweka akiba. Haleluya. 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 Kuweka akiba ni tabia ya mtu mwenye hekima. Mwenye hekima anaweka akiba kwa ajili ya wakati unaokuja, kwa ajili yake na kwa ajili ya mtoto wake. Anaweka akiba. Tabia hii ni tabia ya kutokuweka akiba, ni tabia ya watu maskini wengi sana. Maskini wengi, sio wewe maskini. Maskini wengi hawana tabia ya kuweka akiba. Alama mojawapo ya mtu maskini ni kutokuwa na uwezo wa kuweka akiba. Maskini anajua atakuja kuweka akiba akishakuja kupata pesa nyingi kwa kuweka akiba. Na maskini na watu maskini sio mawazo ya mtu maskini. Akiona mtu anajenga,
kuweka akiba. Tabia ya kuweka akiba inaanza kuanzia ukiwa na kipato kidogo, utajua kuweka akiba. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kueleza mabaya. Sababu moja ya kitu mimi napenda kabisa, napenda kuona watu wanafanikiwa. Na naomba sana watu wafanikiwe kiuchumi. Najua uchumi wa kanisa utategemea kiwango cha watu waliokuwa na uchumi mzuri. Kama watu wana uchumi mbaya, uchumi duni, maana yake kanisa litakuwa uchumi dhaifu pia. Hata Mungu anaambia, anasema naenda kuwafundisha wanaoomba. Usitafute matajiri wache kutoka mahali pengine hadi hapa. Hao ulionao wafundishe, naweza nikawabariki na wakabarikiwa. Wafundishe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Onekana na mtazamo ya kwa mtu akifanya jambo kubwa, maana yake alipata pesa nyingi kwa wakati mmoja, alijua kuweka akiba. Haleluya. Haleluya. Wapi naweza nikaweka akiba? Anza kuweka akiba. Kwa sababu anza kuweka akiba kidogo kidogo. Uweke wapi hizo akiba? Haleluya. Haleluya. Weka akiba mahali ambapo unajua akiba hii ninapoweka naweza nikapata faida au kanisaidia baadaye. Sehemu ya kwanza ya kuweka akiba na benki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini benki sio kila akaunti inafaa kuweka akiba. Sio kila akaunti inafaa kupeleka pesa zako. Lazima upate elimu. Unapotaka kuweka akiba benki, nenda benki katembee, nenda sehemu mbili katembee.
Ukiweka shilingi 5,000 kwenye akaunti ya college, ukitakapokuja kuitoa imekata. Wale tunacheza. Haleluya. Haleluya. Mathayo 25. Mathayo 25. Mstari wa 20. Mstari wa 24. Mathayo 25 mstari wa 24 na kuendelea. Akaja na yule aliyepokea talanta moja, akasema, Bwana, nitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo. Haleluya. Tazama unayo ujira wako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua kuwa navuna msipopanda na kusanya msipotawanya, basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata nia yangu na faida yake. Haleluya. Huyu ni mtumwa mlegevu. Ile talanta moja aliyoipata na kuwa nayo, akaenda akaiweka, akafungua akaunti ya akiba, savings bank, savings account, akaifungua. Maana kuficha, maana alikwenda kuiweka mahali ambapo ile pesa haiwezi kuzaa kuleta faida. Bahati nzuri, ile kuweka alikuwa na mapato ya kila mwezi. Ile talanta moja akaitoa, akamkabidhi chini. Tajiri anamwambia mtumwa mwovu, wewe mlegevu, kwa nini hii talanta moja usingeichukua na kuipeleka kwa watoa riba? Watoa riba ni watu gani? Ni benki. Kuna watu tunatumia andiko hili, tunawaambia watu kwamba riba ni dhambi. Riba ni dhambi kama mtu anakuja, mtu maskini amekuja kwako, anakuambia, naomba nibebe shilingi 10,000 nimebanwa. Alafu wewe ufanye biashara ya riba. Unamwambia, bwana, bila nikopesha shilingi 10,000, lakini utakaponirejeshea, unasema riba ya 10,000 yake mwenyewe. Hiyo ndio inakataza kumwonea maskini. Wanasifiwa. Haleluya. Lakini mimi kama nikifuata taratibu, mimi nina uwezo wa kufanya biashara ya riba. Kuna mabenki ziko. Mbona kuna SACCOS. Haleluya. Mbona kuna vikoba. Vile vikoba ulipaswa kupeleka kwa watoa riba. Watoa riba ni akina nani? Watoa riba ni benki. Watoa riba ni akina nani? Watoa riba ni SACCOS. Watoa riba ni akina nani? Watoa riba ni vikoba. Wewe sisi. Haleluya. Haleluya. Vyama vya ushirika hao ndio wanaotoa riba. Kwa usiweke akiba mahali ambapo ile akiba yako ukiweka hautapata chochote. Ukishindwa kwenda benki, tafuta vikoba, kajiunge na vikoba, unaweka akiba kule. Haleluya. 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 Jiunge kwenye vikundi vya kukopeshana na kupeana pesa. Jiunge huko. Utakapohitaji nitakupa
nikishapata hela nyingi nitaweka akiba. Akiba itakusaidia. Itakukwama unasema ninachianja na kiuza akiba. Lakini kwenye mikoba kuna akiba zipo usiziweka. Unakuwa na shida na akiba, wanakwenda wanakupa. Haleluya. Na hiyo itakufanya wewe na nidhamu ya pesa. Kuna pesa nyingi zinaingia kwa watu maskini zinapotea. Unapoteza kwenye vocha. Unajiuliza, hii vocha unaingiza leo. Umenunua bando. Hebu jiulize, kama unaingiza mambo kwenye mtandao, ni faida gani unaipata? Kulingana na bando wewe. Hiyo unanunua bando, unaweza kuipeleka kwenye akiba sababu kuna pesa yangu hapo naingiza. Haleluya. Haleluya. Lakini tabia ya mtu asiyekuwa na hekima, yuko tayari aingie kwenye mtandao, anunue bando, lakini hana akiba mahali popote. Vote. Bwana tusaidie. Bwana Yesu anatusaidia sana. Haleluya. Akiba itakusaidia. Weka akiba. Mimi na benki. Nikienda benki, nikitaka kufungua account, nauliza, kwa nini account hii benki nikifungua? Je, nitapata mkopo? Hata kama sina shida ya mkopo tu. Lakini najua naweka akiba na kufungua account, wakati ukifika kama ikitokea nahitaji mkopo, ninalipa kwenda. Wakiniambia hapa huwezi kupata mkopo, na wauliza ni account gani nikifungua nitapata mkopo na masharti yake ni yapi? Bwana sifa. Haleluya. Haleluya. Kuweka akiba kwa faida yako na kwa watoto wako. Hawa watoto ndio leo kwa nini tunashindwa kuwalipia watoto wetu ada? Ni kwa sababu hatuna tabia ya kuweka akiba kwa ajili ya maisha yetu. Bwana sifa. Hebu ndio iliyopita nitafundisha na kuzungumzia kwa kwenda ng'ambo. Kwamba watoto wengine wanaweza kwenda kusoma ng'ambo, wakaenda China, wakaenda Canada kusoma, wakaenda Sweden kusoma. Kwa nini wanakwenda kusoma? Wanakwenda kusoma, wanapelekwa na wazazi wao. Wazazi wao wanaweza kupata elimu kama hii mapema, wakaanza kuweka akiba. Wanasema mtoto wangu leo yupo kidato cha pili, yupo kidato cha tatu, nataka akimaliza form 6, kidato cha akimaliza ndio narudi kusoma kompyuta yangu. Na elimu ya ng'ambo ni tofauti na huko. Mambo ya ng'ambo tofauti na huko. Kwa hiyo napata hizi wanapeleka pesa, wanaweka akiba mapema kwa ajili ya watoto. Haleluya. Haleluya. Nani nitasema kama nafanya hivyo, tabia ya kuweka akiba na mimi ni tabia yangu nafanya hivyo. Sikufundishi mambo msioyafanya na kufundisha mambo mnayoishi. Haleluya. Haleluya. Ile kidogo mnachokipata tuangalie. Ikitokea hisi ya ghafla, anajiuliza pesa nimetoa. Nimetoa kuna mali najua naweka, sema hapo kuna nimeweka kuna benki, lakini kuna SACCOS. Kuna SACCOS inacheza. Wakati mwingine leo kuna SACCOS imejiunga. Ikitokea hisi ya dharura, nahitaji milioni 2, milioni 3, na kwenda SACCOS. Wananipa. Lakini huko ndio ushachuma SACCOS. Wewe unashapeleka benki. Sio nini? Hizo kidogo. Haleluya. Haleluya. Na hizo ni mambo ya kijana wangu Manase anawaambia, mimi atakifaulu
kama Festo. Mimi nikiwa napewa pesa ndogo sana kama kibarua, nilikuwa napewa pesa ndogo sana, nikawa na ndoto, nikasema mimi nikimaliza chuo, nitakapokuja kumaliza, nitakuja kufungua workshop hapa. Nilipopata kwa kibarua, ikawa kila hela nikipewa, wanalipa kwa siku, kila pesa nikipewa, naenda naidumuliza. Kila mwisho wa wiki, nilikuwa nachukua hiyo pesa na kwenda kununua vifaa vya ufundi. Kila mwisho wa wiki. Nilifanya hivyo kwa muda mrefu. Siji. Natembea kwa mguu, natoka Tandika, natembea kwa mguu mpaka Kariakoo, na kwenda kununua vitu vya 2000 na nishika kwa mkono wangu na viweka. Nasema lazima nifungue workshop. Haleluya. Haleluya. Unapoona watu wanafanya miradi mikubwa, afanye miradi mikubwa, eti amepata pesa benki tu. Kuna mwingine miradi mikubwa anayofanya, anafanya kidogo kidogo. Anakwenda kwa Mungu. Anakwenda dukani kwa Mungu, anamwambia mimi nimeshinda. Nimeshinda ninauza mwenyewe kitambo. Naomba. Hivi kulipa kidogo kidogo wewe unaweza? Naomba. Mimi nitakuwa nalipa kidogo kidogo. Siku nikimaliza nachukua mashine. Angalia shida. Bwana asifiwe. Na kila ninachokipata nikishapata kwa kila nikishapata akili yangu yote, nataka ile mashine niichukue. Kwa nikipata apeleka na tumao. Namwambia ubaki shida. Ubaki customer. Ubaki shida. Ubaki customer. Ubaki shida. Na kwenda na kidogo kidogo. Mwisho wa siku utanikuta nimefanya jambo kubwa. Katoa wapi hela hiyo? Nilikuwa na chuo ya kufanya kidogo kidogo. Mungu akupe hekima kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akupe hekima kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Nataka nimfungulie duka. Naomba kufungulia duka. Nataka kufungulia duka. Nataka nianze. Nataka nianze kidogo kidogo. Nataka usiwe na haraka. Usiwe na haraka ya kuanza. Subiri kidogo. Baadaye Mungu nitakupa hapo. Utauliza. Huyu mama mchungaji hana katoa wapi? Ni kidogo. Na kitabu mimi nishajifunza kwa muda na itachunga muda mrefu. Haleluya. Hata mambo nafanyaga nikifanya kanisa, nikitoa pesa ndani, nilianza kidogo. Sio nyingi. Kidogo. Najua kufanya kidogo. Najua kujinyima. Hicho kipawa, pokea kipawa cha kujinyima katika jina la Yesu. Pokea hicho kipawa. Uweze kuacha nimesema, mimi siwezi kuacha kula nyama. Eti nijenge, eti kwa sababu kujenga nisiwe nyama. Mimi nyama lazima niwe. Nataka nikwambie waliojenga waliacha kula nyama. Kamuulize aliyejenga nyumba yako ya kwanza, kamuulize. Wakamuulize tu. Aliacha kunywa soda, aliacha. Usipoacha, unasiwezi kuacha, nitakuja kujenga. Tuombe, tufanyeje, utaishi hivyo. Haleluya. Unapata mshahara, kuna wakati wa
wewe utapata wapi leo hii? Utapata wapi? Kidogo kidogo. Haleluya. Haleluya. Kidogo kidogo. Ile bima kule kwa sana. Ile bima ni kwamba pesa nilizotumia utashangaa. Lakini kwa kidogo kidogo na wewe na unua spika kunaambia nitakuwa nalipa kidogo kidogo. Ukienda kule utashangaa. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake,
panda mzamani. Wewe kuambia mwanamke kazi yake ni kupokea ni nani anapaswa kufanya. Huyu ni Suleiman, haleluya. Huyu ni nani anisikia ni kweli. Huyu anazungumza sasa mwanamke mwenye hekima, nani mwanamke mwema, nani aweze kumuona thamani yake yapita thamani ya marijani. Marijani ni kitu kimoja cha thamani sana. Anaamka
alianzisha biashara moja ndogo sana, mpaka nikutana na mwingine. Akaanza kuuza mayai. Pesa anayoipokea sasa hivi, anayoipokea mara 4 ya mshahara ni kwa mtu. Ananiambia baba hata aliyofundisha kazi ya kuuza mayai mpaka sasa hivi ameshangaa. Ninauza sema juzi nimeuza tray 3. Nikachukua tray moja. Nimeuza wewe mwenyewe hawezi kuuza na kuuza mimi. Anasema baba napata hela. Naona kwenye zangu. Lakini anabadili. Anapita jioni. Anaanza biashara ya kulipa kama ifanye kwenye biashara ndio mlipa. Usiangalie biashara hata ikurupi hata kama unazaliwa unasema mimi nitafanyaga tu hii tu. Na kama mwiti. Biashara umefanya unaona kulipi kwa miaka mingi, omba Mungu nifanye biashara gani nyingine. Mungu hata kupa wazo wa biashara nyingine kama ulionayo haujaona kama itakusaidia. Ni bidii. Haleluya. Bidii. Ukipata kazi zipo, biashara zipo. Shida yetu sisi ni tabia mvivu. Tunapenda kufanya vitu vyepesi hata kama tuna faida. Usiogope kutembea kwenye jua. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ukipata kazi na biashara, fanya kwa bidii. Amka mapema, jitume. Utakapojituma utaona matokeo. Sema amen. Haleluya. Anza kulingana na uwezo mdogo. Sasa nani? Fanya kwa bidii. Chungu hana msimamizi, hana akili, lakini hukusanya mazao wakati tumepata elimu hiyo. Hakuna mfanyakazi anayeweza kuwa tajiri kwa sababu ya mshahara wake. Anaweza kuwa tajiri ni yule ambaye ameanzisha biashara na kuifanya. Simama mbele. Tatisha semina nilete mwalimu mmoja mzuri sana atufundishe elimu ya fedha. Nani kuna hapo? Baba wetu na Mungu wetu, maarifa haya umealeta kwetu. Natamani Mungu kutubariki, natamani tuinuke. Ndio maana Bwana umeleta fundisho hili kwetu ili tupate kumtazama Mungu uchungu, hekima na bidii yake. Nasema nasi Bwana chana wa leo, Bwana ukatusaidie. Naam, tukajue kwa akiba. Tukajue kwamba majira tunayo sasa, majira yatabadilika. Baba yetu na Mungu wetu, watoto wako hawa, najua si wote Bwana utakaoishi hapa, lakini wako wawili watatu Bwana ambao kupitia semeni Bwana, naam nitawabadilisha. Na mwaka ujao Bwana hawatakuwa kama walivyo leo. Baba nakabidhi mikononi mwako. Roho Mtakatifu awezeshe Bwana, ukawaepushe na tabia ya uvivu Bwana, ukawaepushe na tabia ya ulekevu, ukawape hekima ya kuweka akiba, ukawape hekima Bwana ya kuwekeza Bwana, wakawekeze kwa ajili ya miradi, wakawekeze kwa ajili ya vizazi vyao, wakawekeze Bwana katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa Mungu utawajalia hekima ya Bwana, ni katika jina la Yesu. Baba nakabidhi mikononi mwako, na nguvu ya utajiri Bwana ikaambatana na watoto wako. Wewe vivu Bwana kwa imani na watu hawa, barikiwa jina lako Mungu tumema, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba naomba na kushukuru. Amen. Ndiyo makofi mazuri tena Bwana Yesu. Ndiyo makofi mazuri tena. Amen. Baba tukaze. Mataifa tumsifu Yesu wangu. Uhai Jehova
mbele yako tu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa leo Bwana nzuri. Mungu ambaye tangu asubuhi umetuhudumia. Asante Bwana kwa ajili ya wako wako. Wako wako Mungu unapokuwepo, wako nafunguliwa, wako nakutana na mahitaji yao. Uwezo wako Mungu ukuwepo utakupona. Na hata katika ibada hii Bwana ukuwepo. Umetubariki umetuhudumia. Nami Bwana kuhitimisha Bwana ibada ya leo, nitamke baraka kwa watoto wako Bwana. Kinywa changu kinabariki. Nami natamka baraka Bwana kwa watoto wako. Na Mungu ende kawainue kiuchumi. Mungu ende kawainue kiroho. Mungu ende kawainue kiupima Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, kiafya Bwana kawainue. Kila mmoja Bwana katika ibada leo, Bwana ukamtendee sasa na mahitaji yake yote. Katika jina la Yesu Kristo, wako mabinti Bwana wanakuhitaji Bwana. Wako vijana wanakuhitaji. Wako baba wanakuhitaji. Wako kina mama wanakuhitaji. Watoto Bwana wanakuhitaji. Bwana kawatendee. Nawe Mungu katakwenda kwanza wiki ingine kuanzia kesho. Baba nitamke baraka na kumulia. Watoto wako Bwana. Wameokoze Bwana na kuondoka mahali hapa Bwana. Kila mmoja anasikia maumivu katika leo yote katika mwili wake. Nawe Bwana utakapolitakua. Aone maumivu akiwa ameondoka. Katika jina la Yesu. Nawe maumivu ya aina yote. Uvimbe ulemavu. Shida yoyote Bwana. Ikaachia tu Bwana. Natamka baraka. Natamka uponyaji. Natamka uzima. Ofoko Mungu akuinulie. Kazi za mkono wao Mungu kazibariki. Nawe Mungu awabariki. Wabarikiwe katika jina la Yesu Kristo.